tunachokilenga kwenye semina hii, Mungu atusaidie yale maanguko ambayo sio ya lazima kuanguka tusianguke, ile mitego ambayo si ya lazima kutunasa isitunase, yale mashimo ambayo si ya lazima kutumbukia tusitumbukie. Sio watu wote, usije ukajisahau, sio watu wote wanaokuchekea mbele yako wako upande wako. Usisahau ile Zaburi ya jana, Zaburi ya 62 mstari wa 4. Zaburi ya 62 mstari wa 4, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake, hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulani. Tulisoma jana hiyo Zaburi ya 62 mstari wa 4, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake, hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulani. Unawajuaje hawa watu? Na hawa sio watu wa mbali, hawa ni watu wa karibu. Unajuaje kama ni watu wa karibu? Kwa sababu wanapokubariki manake uko nao hapo, unasikia wanachokisema, wanakuzungumza vizuri pale ofisini, pale kwenye biashara, pale kanisani, kule ulikooa, kule ulikoolewa, pale mtaani, wanakuongea vizuri, lakini hujajua ambacho wamekibeba kwenye mioyo yao. Kuna wengine mawazo ya mioyo yao ni kukutakia vitu vigumu tu, lakini hawajaribu kuonyesha kwenye uso. Ndio maana nilizungumza nikasema, unaposubiri tu mpaka adui aseme ndipo ujue alichokibeba kwenye moyo, wakati mwingine unaweza ukachelewa. Mungu anataka tusogee twende mbali zaidi, tuyajue mawazo yao. Nitakuonyesha leo. Mungu akufungue ufahamu wa rohoni uweze kujua mawazo ya adui kabla hayajatekelezeka. Mungu akufungue ufahamu wa rohoni uweze kujua mawazo ya adui. Niliongea jana, chochote ambacho kitahusika na maisha yako kwenye eneo la kwako lazima uwe na taarifa nacho. Kama kinakuhusu wewe, kama kwa jirani, achana nacho, sio cha kwako, lakini hiki ni cha kwako kwenye maisha yako, kwenye himaya yako, lazima uwe na taarifa nacho. Kiwe kibaya, kiwe kizuri, kama kinakwenda kutokea uwe na taarifa. Kuna watu wana mawazo mioyoni mwao na sio mazuri, na maandiko yameweka wazi hao watu wapo.